Katika uchambuzi wa maneno ya huyu moja katika viongozi wa dhehebu jipya la Kilokole, ambalo dhehebu hilo waasisi wao ni Mayahudi wa Maka, na malengo makubwa ni kuja kuchafua dini ya Uislamu na kusambaza fitna kati ya Waislamu. Tuendelee kumsikiliza na kuichambua zaidi hotuba ya kiongozi huyu ambaye ni Omer Adam. Kwa kucheka kwake tu. Sasa wewe ni mtu wa sunna atakikane kusikiliza watu wa bid'a. Anakusudia nini anapowaambia hao walokole wenzake kwamba wao ni watu wa sunna? Sunna anazozikusudia huyu mlokole katika dhehebu lao hilo jipya sio zile sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana, hajakusudia hivyo. Sikiliza jinsi alichokikusudia anapowaambia wenzake kwamba ni watu wa sunna. Anawaambia vijana wake, wanafunzi wake, kwamba wao ni watu wa sunna. Sunna zipi huyu mlokole amezikusudia? Kwa mujibu wa dhehebu jipya hilo la walokole, sunna kwa upande wao, ambao ndio manhaji yao, sunna kwa mujibu wa dhehebu hili jipya la Kilokole ni kuchukia kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ukichukia kuzaliwa Mtume Muhammad, wewe ndio mtu wa sunna kwa mujibu wa dhehebu hili jipya la Kilokole, ambalo asili yao ni Mayahudi, nao walikuwa wakichukia kuzaliwa Mtume na historia yafahamisha hivyo. Kwa hiyo wanakuja kuthibitisha yale waliokuwa wakiyafanya Mayahudi. Mayahudi walikuwa wakichukia kuzaliwa Mtume mpaka wakaweka azima ya kumuua. Hilo liko wazi katika historia ya Uislamu. Kwa hiyo wanakuja kuendeleza manhaji ya Kiyahudi, alafu wanawasingizia maswahaba kwamba hii ni manhaji ya maswahaba, na hayo wanadai wanasema ndio da'watu salafia. Kwa hiyo sunna za dhehebu hili ni kuchukia kuzaliwa Mtume. Hiyo ni sunna kubwa sana ya dhehebu hili jipya lililozuka hivi karibuni, ambalo ni la kundi la watu wanajiita masalafu, ili kujificha kwenye jina la watu wema, ili waonekane wao ni wema. Kiukweli tunaweka wazi ukweli ulivyo. Katika sunna yao nyingine ambayo wao wanaitambua kwamba ndio sunna kwa upande wao na dhehebu lao jipya, sunna nyingine ni kuchukia kumtaja Allah kwa wingi kila baada ya swala. Hiyo nayo ni sunna iliyomo ndani ya dhehebu hili jipya la Kilokole, ambalo asili yake ni Uyahudi. Manhaji yao ni kuchukia kumtaja Allah kwa wingi, na ndio maana ukiwachunguza vizuri, wao huwa hawana muda kila baada ya kuswali swala za faradhi, hawana muda wa kubakia mahala alipomaliza mtu kuswali, hawana muda huo wa kufanya dhikri alizoziasisi Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawana muda huo. Wachunguze tu, utawaona alama yao ni vile akitoa salamu baada ya swala za faradhi. Wanavunja sunna ya Mtume. Badala ya kubaki pale kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wao atafanya moja kati ya mambo mawili: ima atasimama kuondoka kwenda zake kwa anachukia kumdhukuru Allah kwa wingi baada ya swala, au akibaliza kuswali swala ya faradhi atasimama na kuswali sunna. Ni kwa wanachukia sana kumdhukuru Allah baada ya kumaliza swala za faradhi. Hiyo nao ndio sunna ya dhehebu hili, na ukilichunguza hilo utaliona. Sunna yao nyingine dhehebu hili jipya la ulokole walioizusha ni kujiita salafu. Kule kujiita salafu, yani ukitaka wewe uwe ni mwana sunna kwa mujibu wa dhehebu lao, wewe jiite salafu au jiite mtu wa sunna. Kwa hiyo ukijiita salafu au kajiita ni mtu wa sunna, kwa mujibu wa dhehebu hili wewe umetekeleza sunna. Hiyo sio sunna ya Mtume wala sio sunna ya maswahaba. Hiyo ni sunna ya dhehebu jipya lililoanzishwa, ambalo misingi yake ni ulokole, asili yake ni Uyahudi. Sunna ya dhehebu hili ni wewe kujiita wewe ni salafiyu au wewe ni mtu wa sunna. Kwa hiyo hizo ndio sunna za dhehebu hili. Lakini vile vile kuna sunna nyingine ya dhehebu hili la Kilokole, kufanya riya katika ibada. Ili wewe uonekane ni mwana sunna wa dhehebu hili jipya, ufanye riya ili watu wakuone wewe ibada unazozitekeleza, kama vile ufuge ndevu ili watu wakuone,
ukate suruali ili ukipita mitaani watu wakuseme yule ni mtu wa sunna, uvae kilemba upite barabarani watu wakuone wewe ni mtu wa sunna. Kwa hiyo hii ndiyo sunna yao walioishika, kiasi kwamba ukiyafanya hayo wewe sasa kwa mujibu wa dhehebu lao ndio waitwa mtu wa sunna. Haya, sunna zingine katika dhehebu hili jipya la kilokole liloanzishwa ni kutukana watu wote wasiokuwa wao. Yaani mtu yoyote fanye ucha Mungu utakavyokuwa wewe ni mcha Mungu, muda wa kuwa haumo katika dhehebu lao hili, basi watakuona wewe umepotea, wewe sio mtu wa sunna kwa mujibu wa dhehebu lao, kwa sababu hautokuwa katika mambo yao wewe. Muda wa kuwa hauko katika mambo yao wewe ndio sio mtu wa sunna. Muda wa kuwa hauko katika mambo yao, hawakutambui wewe kuwa ni mtu wa sunna. Yaani hili dhehebu na watu wake, hasa watu wake, hawakutambui kama wewe ni mtu wa sunna, muda wa kuwa hauko katika mfumo wao, hauko katika mambo yao, hauko katika manhaji yao. Hawakutambui. Hata kama utaswali usiku wewe, watu wasikuone, ukaswali usiku, ukafanya vikiri kwa wingi na ukafunga sunna, ukafanya mambo mengi ya sunna, ukamfuata Mtume Muhammad SAW, ukamtii Allah, muda wa kuwa wewe haumo katika dhehebu lao, wao hawakutambui kama wewe ni mtu wa sunna. Kwa hiyo ili utambulikane kwamba wewe ni mtu wa sunna, basi uyafanye haya tulioyataja: kuchukia kuzaliwa mtume, kuchukia kumtaja Allah kila baada ya swala, kujiita wewe salafu au mtu wa sunna, kufanya ibada kwa riaa, kuwatukana wote wasiokuwa wao. Ukifanya haya wewe ndio mtu wa sunna kwa mujibu wa dhehebu lao. Vile vile katika sunna zao ni kupandikiza chuki na kuwagawa Waislamu. Hiyo ni katika sunna ya dhehebu hili jipya. Fanya kazi ya kupandikiza chuki. Hili ni dhehebu limeundwa kwa misingi ya Kiyahudi, kama jinsi mnavyoona Mayahudi wanachuki na Uislamu, wanachuki na Waislamu, na ndivyo mnavyoona Mayahudi wanavyoua Waislamu kule Palestina, ni kwa sababu ya chuki. Kwa hiyo wakaunda makundi yaendeleze ile chuki yao, ambayo ndio haya mnaoyaona na mnaowasikia hao wanaojiita masalafu. Hiyo ni msingi wa Mayahudi wanauleta kwa ajili ya kupandikiza chuki na kufarikisha Waislamu. Lakini vile vile sunna nyingine ya dhehebu hili jipya ni kutukana